Mastori Mo. Sasa hebu Robert, kuna mambo mengi yametokea sana kwenye nchi yetu na kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Lakini nataka kujua wewe kwenye ile ripoti inayoelezea ya BBC inayoelezea Tundu Lissu, matukio yaliyofanyika na kila kitu. Wewe kwa upande wako unaona BBC wana haki ya kurusha habari upande mmoja au wamekosea? Ile habari ukiangalia vizuri ni kwamba inaelemea upande mmoja, kwa sababu tumemsikiliza vizuri Lissu akijieleza, lakini tumewasikiliza pia viongozi mbalimbali wakijieleza, ambao viongozi wote ambao wamejieleza hakuna hata mmoja kiongozi wa serikali. Kwa hiyo ukija ukiangalia vizuri ilikuwa ni nzuri sana endapo unge balance, sababu siku zote hata mahakamani uwezo ukafika mahakamani ukawa na mtu wa upande mmoja wa kumsikiliza. I don't know wao wametumia njia gani, lakini wasiwasi wangu ni majibu ambayo ameweza kuyazungumza mheshimiwa msemaji wa serikali, kwamba kuna namna ya kufuatilia. Mimi ningekuwa yari yangu mimi ningependa asingejibu chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapojibu kitu wewe ni mtu wa serikali, maana yake unakipush, unakiongezea nguvu. Kwa hiyo asingejibu kwamba ile kitu ni kama vile uvumi mwingine, lakini alivyojibu maana yake tafasiri yake serikali imekipokea na imekitolea majibu. Ni sahihi, lakini Ropai, mimi najua serikali ni sikivu na inawasikiliza watu wanachoongea. Yaani ni maoni ambayo BBC wanayatoa. Mimi naita hivyo maoni. Kwa hiyo serikali inapaswa kujibu, kwa sababu kama ingekaa kimya, kuna watu hapa wangepata mkanganyiko. Ilivyojibu hata wewe umeongea mwanzoni kwamba kuna issue ya mahakama. Mahakama inasikiliza pande zote. Kwa maana kuna mashahidi na kuna walalamikaji. Kwa hiyo nataka nizungumze labda hapa kwamba kama ulivyozungumza, serikali kama serikali ilivyojibu na je, ilikuwa sahihi kwamba na sisi wangetusikiliza? Iko sahihi? Yani kujibu alivyojibu maana wamejibu tuhuma. Ndio. Lakini wao walipaswa kusema kwamba hichi kitu ambacho kimezungumzwa, sawa, kimezungumzwa akija balance. Sawa, kikawaida habari yoyote lazima ibalance. Kwa hiyo BBC wawe na nafasi sasa ya kubalance kabla ya kutuma, na vile vile watoke na kuomba radhi baada ya kujua makosa yao wao kama BBC, kwamba tunaomba radhi. Sasa ukishaanza kujibu ripoti ambayo tayari haikuwa sawa, tafasiri yake umehalalisha. Sasa watu wanakuwa wanataka kusikia upande wako, wewe unajitetea vipi kuhusiana na ripoti iliyotoka. Safi sana bwana Ropai. Lakini mimi nafikiri BBC kwa kuelezea upande mmoja, mimi nafikiri ni kosa. Ni kosa? Nafikiri ni chombo ambacho kina watu wana elimu kubwa, na watu ambao ni waeredi kabisa, lakini kuelezea habari ya upande mmoja sio sahihi. Nafikiri ingewekwa kuna upande huu unajitetea na huu unajibu tuhuma, inakuwa ni rahisi. Lakini wote direct, labda kikubwa zaidi ni kujua kwanza agenda ya BBC. Yes. Lazima ujue nini maana agenda yake ni nini kuhusiana na hilo tukio. Sio kuhusiana na matukio. Yaani kwamba kila kitu kinapoanzishwa kinaanzishwa kwa sababu. Hamna kitu kinakuja tu from nowhere. Sababu kila nchi ina vyombo vyake vya habari. Lakini tunashuhudia tuna vyombo kutoka BBC, sio chombo cha Tanzania. Na kinachukua habari nchi mbalimbali. Yes. Na sasa hapo lazima tujue nini sababu. Kwamba je, kwa mfano ushasikia kuna chombo cha Tanzania ambacho kinachukua ambacho kimeundwa labda kiafrika kinachochukua matukio ya Ulaya kurusha. Na ndio maana kuna vitu vingi sana vibaya vya Afrika vinaonekana kwenye jamii ambavyo ni vibaya, lakini wao wanalinda muonekano wao. Sababu gani? Chombo kile kiliandaliwa ni kwa ajili tu ya Afrika sana. Kwamba hata ukiangalia kwenye habari, ukitazama vizuri BBC wanavyokuwa narusha habari za Iran, utakuwa unaangalia ni yale mashambulio tu zaidi ya Iran. Lakini kuna mashambulio ambayo Marekani naye ameshambuliwa. Sawa, uweze kuyapata kiufasaha. Habari nyingi watu wanasemaje ni Iran. Yaani ukiangalia kwenye kubalance, wanashindwa kubalance kwa sababu gani? Kile chombo kipo kama vile kutoa zaidi mambo mabaya ya Afrika. Na akijakaa kwenye kubalance kwamba sasa tumesikiliza, sasa tufanyeje? Au labda nchi na nchi sasa imegombana, tufanye. Wenyewe wanakuwa wanaangalia wapi kuna manufaa yao. Okay. Yeah. Sasa wewe Ropai, ungekuwa wewe umekutana na mkurugenzi wa BBC. Yaani ungemuuliza, ungemwambiaje, yani
je, haya mambo ambayo ya kubezi kuikandamiza Afrika, yani wewe ungemwambia afanye jambo gani ambalo litatusaidia hata sisi wa Afrika tuone kama hicho ni chombo kiko huru au chombo ambacho hakina ajenda za siri kulingana na watu wa Afrika, wewe ungemwambia wa balance story? Kwa sababu ku balance story wamejidhihirisha kwenye hii ya leo, hii YouTube ambayo wameituma, ile documentary ambayo wameituma, wamejidhihirisha kwamba hawezi ku balance story, lakini sio kwenye ile. Kuna vitu vingi, kwa sababu kama ukiangalia kwenye Al Jazeera, BBC, kuna habari utaziona ambazo watu wana hali mbaya, watu wamechoka, watu hawana njaa, kama vile kutaka misaada. Ni sawa, lakini pia kule kwa wenzetu huko kwao, huko Ulaya wapi, pia kuna watu wana maisha magumu sana, lakini uwezo ukaona. Kuna clip moja nilikuwa ninatambaa mtaani inaonyesha namna Marekani, sawa, sehemu ambayo labda watu wanalala chini, wanalala nje, lakini sio ile Marekani ambayo inatangazwa. Sawa, ina nguvu kubwa inatangazwa kwenye vile vitu ambavyo ni vizuri, lakini kwa Afrika vitu vikubwa, nguvu kubwa inatangazwa kwa vitu ambavyo ni vibaya. Kwa hiyo kiongozi wa Afrika endapo akikosea lazima wataanza kumshambulia kwanza. Watamshambulia. Kama saizi kuna vitu vingi ambavyo vipo, ambavyo nilizungumza juzi kwamba kuna vita ya kiuchumi. Kwa hiyo sasa this time kuna vitu tutaingiziwa. Sawa, mashambulio. Na mashambulio yanaanzia wapi? Ni kwenye media. Kwa hiyo hamna kitu kibaya sana kama karamu. Kwa hiyo karamu sasa ya BBC mimi ningewashauri itumike vizuri na isitugawe. Isitugawe. Sisi taifa letu ni moja la Tanzania na okay, sawa. Sasa huo ni upande wa BBC, ungemuelezea mkurugenzi kwamba siwe na bias. Lakini nataka nijue kwetu sisi wa Afrika, kulingana na hiyo documentary, kulingana na hiyo kwamba wao wana nia nyingine kwetu sisi. Kwetu sisi wa Afrika tufanye nini ili na sisi tuwe na misingi ambayo imekaa vizuri na kuonyesha picha kama wao wanaonyesha mazingira mazuri, wanaonyesha nini, hawaonyeshi shida zao. Sisi kama wa Tanzania au sisi kama wa Afrika, huko nje unataka watuone vipi? Sisi tuvipe nguvu vyombo vyetu viweze kuwa na nguvu ili waweze kutumia uzalendo. Mada kubwa ni kwamba kuwafundisha watu namna ya uzalendo, lakini vile vile kuvipa nguvu vyombo, sababu unapominya zaidi vyombo vya habari, tafasiri yake watakutolea habari. Hasa ile habari utakayotolea wewe itakuwa ya uongo, afu vile vile hata ukiruhusu vyombo vyako vitetee havina nguvu tena, sababu ushatumia nafasi ya kwanza ya kuviminya. Kwa hiyo ni kuviachia vyombo vyetu viwe na nguvu, vikishakuwa na nguvu pia uzalendo utumike. Ndio tunaweza kuamua kwamba sisi habari, sababu kama sasa hivi kuna mtu ana kiu sana ya kusikiliza habari ya BBC, kwa sababu akiangalia chombo kingine cha ndani labda hawezi kupata habari fulani. Kumbe tungekiruhusu hichi chombo kingetupa habari na kukupa sababu na namna ya kutatua. Kwamba kuna namna bidii tuvipe vyombo vyetu nguvu viweze kujitetea, viwe vina nguvu pia kuweza kututetea. Asante sana Bwana Rufai, asante sana watazamaji wa Rufai Online TV. Tuko na mada, hii ni mada ya moto. Je, BBC kitendo cha kuelezea documentary ya Mheshimiwa Tundu Lissu kuipa upande mmoja kubezi bila kuangalia upande mwingine wa serikali ni halali? Sahihi? Na je, ni halali? Ndugu hapa Rufai anasema haikuwa halali. Na mimi pia naunga mkono kwamba haikuwa halali. BBC vitu ambavyo wanatakiwa ni kubalance story, kuhakikisha kwamba kama umechukua habari upande huu, chukua na habari upande huu, tusikie tupate balance ya habari. Kwa hiyo Bwana Rufai, wakati tunamaliza tutamuomba pia mchangiaji mtazamaji hapo kwenye ukurasa wetu wa comment hakikisha na ameandika je, yeye kwa upande wake anaona ni halali au sio halali na nini kifanyike. Unajua tumekuwa na changamoto sana sisi wa Afrika. Wa Afrika kutokupendana na kuamini watu wazee. Changamoto yetu kubwa sana, tunazidi kupata umaskini, tunazidi kuwa na maisha magumu, alafu wanatuharibu unajua kifikra, kumuona yule mbaya. Nakumbuka mwanzoni wakati wanakuja hao wapelelezi, walikuwa wanakuja wale kuangalia nchi, walikuwa wamishonari wapelelezi. Kitendo cha kutuangalia alikuwa ni namna ya kututeka. Na walipofika pale walikuwa hawanzikwa watoto wa kikubwa Bwana Rufai, kikubwa. Tunaomba nchi zetu watu wajitambue. Tuwekeze kwa vijana. Tuwekeze kwa sababu unajua vijana ndio nguvu kazi. Tuwekeze kwa vijana, tuhakikishe kila kitu tunakiwekeza nguvu sana kwenye vyombo vyetu, media zetu za ndani. Ndio maana lakini
kuna mpango shikia hapo kwa Korea Kaskazini. Kuna mpango mama ambaye ameuanzisha. Labda kama hujatufikia sisi, lakini najua una siku utatufikia. Ametoa support ya karibia bilioni kadhaa kwa ajili ya vijana, hususan content creator. Katoa pesa. Na huo ni mwanzo mzuri kwamba kuonyesha kwamba muda sio mrefu tunaweza tukawa tuna nguvu zaidi. Maana yake mpaka anatupa kutuboresha, maana kuna kitu amekiona kwa vijana. Na ametoa mikopo mingi na watu hata hapa nyumbani kuna watu wamefaidika. Kuna watu wamefungua media, kuna watu wamefanya nini. Kwa of course ni mwanzo mzuri. Labda nikuachie sasa pale kwa Korea. Sisi nafikiri bado hazijafika hela za media. Zitafika lakini. Tutazipata lakini kwa nini tusizipatikane? Zishafika, kuna watu wamechukua. Lakini pia kuna awamu. Unajua safi. Uwezo mkala wote kwa wakati mmoja. Kwa kweli. Milioni 60. Kwa tuseme mama tunashukuru na sisi Ropai Online TV tunasubiri. Si ndio? Safi sana. Sasa tulikuwa pale kwenye Korea Kaskazini. Korea Kaskazini ni nchi ambayo kwanza inajitawala sana yenyewe. Yaani kila kitu ni cha kwao. Yaani ukifika tu ni Korea Kaskazini, Korea Kaskazini. Yaani wao hata vyombo vya nje yaani wamevipiga limit. Unafikiri itafika wakati hata sisi vyombo vya nje tutavipiga limit? Inabidi tufikie. Kwa sababu gani? Kwa mfano kuna kipindi nilikuwa naangalia hata wasanii. Unawadhibiti hii BASATA, sio BASATA nini? Wanadhibiti wasanii wetu nyimbo mbaya za mtu amevaa nusu uchi kavaa vibaya, lakini tunaruhusu pia kwenye television zetu hizo nyimbo za wenzetu za nje zinapigwa. Kwa hiyo unajikuta sasa wewe unamzuiaje huyu wakati hiki unakiruhusu kiingie ndani? Kwa hiyo kuna namna ya kubidi kuvibani. Yaani tukishabani vile vitu ambavyo watu vitaki, turuhusu ambavyo tunavitaka. Kwamba haijalishi kimetoka ndani au kimetoka nje. Kwa hiyo inabidi tufikie hapo. Asante sana ndugu mtazamaji wa Ropai Online TV, na hapa tumefikia mwisho wa mazungumzo yetu haya. Nafikiri next time tutakuwa na adili katika nchi hii, na kukumbusha tu kwamba tulinde amani, tulinde tuwe salama sisi, kwa sababu Tanzania ni hii. Angalia nchi za wenzetu ambazo watu wanapigana wanakosa amani, tunashindwa kuwa na utulivu na kila kitu. Tukae mezani. Tulinde amani na tukae mezani. Na imani ni tukae mezani tumalize. Kama unajua kama sasa hivi kuna shida za kisiasa. Mama yuko tayari kwa majadiliano. Watu wakae mezani. Na sio taka wakae mezani tafasiri yake wanatumika na shetani. Na mimi nawasihi wa Tanzania wamkatae mtu ambaye hataki kukaa mezani, kwa sababu anataka kutupeleka vibaya. Kila kitu kinaenda kwa mazungumzo. Hata kama mimi kwenye ndoa yangu kuna migogoro, naruhusu mazungumzo. Ni hayo tu. Asante sana ndugu watazamaji. Basi tumefikia mwisho. Tuseme chao. Ciao. Mastori Mo.